Wa habari hizo ni mie John Juma, lakini kwanza ni muktasari. Israel yaruhusu tena misaada kuingia ukanda wa Gaza. Trump amhimiza Zelensky kukubali masharti ya Putin. Na mawaziri wa Umoja Ulaya wakutana kujadili mizozo ya Ukraine na Mashariki ya Kati. Habari kamili. Tel Aviv. Israel imeanza kuruhusu misaada kuingizwa tena katika ukanda wa Gaza. Hii ni baada ya kusitisha shughuli hiyo kufuatia kile ilichokitaja kuwa mashambulizi ya kigaidi dhidi ya vikosi vyake. Mashambulizi hayo yaliua watu 2. Vyanzo vya usalama vimesema hayo leo Jumatatu. Kulingana na afisa wa usalama wa Israel, uongozi wa kisiasa umeamuru misaada ya kibinadamu iruhusiwe kuendelea kuingia Gaza kupitia kivuko cha Kerem Shalom na vivuko vingine kulingana na mkataba kati yao na wanamgambo wa Hamas. Mnamo Jumapili, vyanzo vya usalama vilisema upelekaji misaada Gaza ulisimamishwa kwa sababu Hamas walikiuka kwa makusudi makubaliano ya usitishaji vita. Kulingana na jeshi la Israel, wanajeshi wake walioko kusini mwa ukanda wa Gaza walishambuliwa na 2 waliuawa. Israel ilijibu kwa kufanya mashambulizi makubwa zaidi angani tangu mkataba wa usitishaji vita uliposainiwa Oktoba 10. Vyanzo vinaeleza kuwa watu 44 waliuawa kwenye shambulizi hilo la Israel. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump anamshinikiza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusalimisha baadhi ya maeneo ya nchi yake kwa Urusi. Hayo yalijiri siku ya Ijumaa wakati wa mkutano uliokumbwa na mvutano na ambao uliuvunja moyo ujumbe wa Ukraine. Hayo ni kulingana na vyanzo vilivyofahamishwa kuhusu matokeo ya mkutano huo na kuongeza kuwa Zelensky hakubaliani na shinikizo hilo. Urusi ilinyakua baadhi ya maeneo ya Ukraine ikiwemo Luhansk na Donetsk, na Putin anataka Ukraine kusalimisha maeneo hayo. Trump pia alikataa kuipa Ukraine makombora aina ya Tomahawk, akisema Marekani inahitaji makombora hayo na asingependa nchi yake iwe hatarini kwa kupungukiwa zana hizo. Baada ya mkutano wake na Zelensky, Trump alitoa wito wa usitishaji mapigano katika maeneo yanakoshuhudiwa vita kwa sasa kati ya Urusi na Ukraine. Luxembourg. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanakutana leo huko Luxembourg kujadili mizozo ya Mashariki ya Kati na Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andrii Sybiha pia atajiunga na mawaziri hao kuainisha hali ilivyo katika maeneo ya mapambano yanayohitaji misaada ya dharura na pia kutoa taarifa kuhusu juhudi za kidiplomasia za hivi karibuni za Marekani. Mkutano huo unajiri siku chache tu baada ya Rais Donald Trump kutangaza kuwa atakutana na Putin katika mji mkuu wa Ugiriki, Budapest. Mkutano huo unaopangwa na Putin katika nchi ya Umoja wa Ulaya umeshtumiwa vikali. Kęstutis Budrys ni waziri wa mambo ya nje wa Lithuania. There is no place for war criminals in Europe. Hakuna mahali pa wahalifu wa vita barani Ulaya. Hakuna njia kupitia Ulaya kwa wahalifu wa vita kwenda kwenye tukio lolote. Hili ni jambo muhimu kwetu kusisitiza tena. Tuko imara katika kuiunga mkono Ukraine na tunaendelea na shinikizo letu dhidi ya Urusi. Mawaziri hao pia watajadili mapendekezo ya umoja huo ya kutumia mabilioni ya euro kutokana na mali zilizozuiwa za Urusi kulipa mikopo kwa Ukraine. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Nairobi. Aliyekuwa waziri mkuu na mtetezi wa demokrasia nchini Kenya Raila Odinga amezikwa hapo jana kijijini kwao eneo la Bondo, jimbo la Siaya, Nyanza, magharibi mwa Kenya. Odinga alizikwa baada ya ibada ya mazishi, huku wanajeshi wa Kenya wakifyatua mizinga 17 kama ishara ya heshima. Maelfu ya Wakenya walijitokeza katika uwanja wa chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga mjini Bondo kuhudhuria ibada ya kumwaga Odinga. Hata hivyo, watu wachache wa familia na baadhi ya viongozi ndio waliruhusiwa kushuhudia kiongozi huyo akizikwa. Raila Odinga aliyekuwa na umri wa miaka 80 alifariki Jumatano nchini India kutokana na mshtuko wa moyo na hivyo kusababisha majonzi makubwa nchini Kenya na kwingineko duniani. Paris. Wanamgambo wa itikadi kali katika kanda ya Sahel barani Afrika wamezidisha maradufu mashambulizi yao katika miaka hivi karibuni. Kulingana na uchambuzi wa shirika la habari la AFP na pia data kutoka shirika la Acled, hali hiyo imesababisha vifo vya watu 77,000.
Mashirika hayo yameongeza kuwa makundi yenye mafungamano na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda yanafanya mashambulizi kote eneo hilo, kuanzia Mali, Burkina Faso, Nigeria hadi mipaka ya Senegal. Charlie Webb, mchambuzi katika shirika la Acled, ametahadharisha kuwa mzozo wa usalama katika kanda ya Sahel ni tete na hakuna suluhisho la haraka. Hivi karibuni Umoja wa Mataifa ulikadiria kuwa mtandao wa Al-Qaeda pamoja na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS wana kati ya wanamgambo 7,000 na 9,000 katika kanda hiyo. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Kutoka chumba cha habari kwake John Juma. Asante sana msikilizaji na mtazamaji. Tuangazie sasa yale tuliyoyapa kipaumbele katika uchambuzi wa ripoti. Israel imeanza tena kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia katika ukanda wa Gaza. Rais wa Marekani Donald Trump amemtaka mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukubaliana na masharti ya Urusi ili kumaliza vita. Na tutaangazia pia maandalizi ya uchaguzi visiwani Zanzibar. Waangalizi wanasemaje? Tunataka kuangalia ushiriki wa wanawake ukoje. Tulianza katika mchakato mzima wa uandikishwaji, pia tulipata fursa ya kuangalia katika masuala ya uteuzi wa ushiriki wa katika masuala ya kuingia katika hizi nafasi za uongozi, lakini sasa hivi ndio tunakuja kuangalia kwenye uchaguzi wanawake wanazingatiwa vipi. Na mko haya na mengine mengi msikilizaji na mfuatiliaji wetu katika mitandao ya kijamii, salia nasi. Tuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube, vile vile mubashara katika ukurasa wetu wa Facebook, tafuta DW Kiswahili, na pia tunasikika kupitia redio wa shirika. Basi uchambuzi moja kwa moja unaanzia huko Mashariki ya Kati, ambapo Israel imeanza tena kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia katika ukanda wa Gaza baada hapo awali kusitisha uingizwaji wa misaada hiyo kufuatia madai kwamba kulikuwa na mashambulizi ya kigaidi dhidi ya vikosi vyake. Suleiman Mwiru ana mengi zaidi yanayojiri katika ukanda huo. Maafisa wa Israel wamesema mapema hivi leo kwamba Israel imeamuru kuendelea kuingizwa kwa misaada ya kiutu katika ukanda wa Gaza kupitia kivuko cha Kerem Shalom na kupitia vivuko vingine vya ziada, lakini baada ya kufanyika kwa ukaguzi wa vikosi vya Israel na makubaliano ya kukubaliwa kuingia. Hata hivyo, tamko hilo halijaweka wazi juu ya ni vivuko vipi mpaka sasa vimefunguliwa tena kwa ajili ya kupitisha misaada hiyo ya kibinadamu. Hapo jana Jumapili, vyanzo vya usalama vya Israel vilitangaza kusitisha ufikishwaji wa misaada katika ukanda wa Gaza kwa madai kwamba kulikuwepo na ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano na kundi la wapiganaji wa Hamas. Ni zaidi ya wiki moja sasa tangu kuanza kutekelezwa kwa mapendekezo ya Marekani yenye lengo la kuvimaliza vita katika ukanda huo vyenye miaka miwili. Rais wa Marekani Donald Trump alipoulizwa ikiwa makubaliano ya usitishaji wa vita Gaza bado yanafanya kazi, alisema, tunataka kuhakikisha kuwa mpango utakuwa wa amani na Hamas, na kama unavyojua wamekuwa wakorofi sana na wamekuwa wakifyatua risasi, na tunadhani labda uongozi wao hauhusiki. Unajua, huenda kuna baadhi ya wasi ndani, lakini kwa vyovyote vile itakavyokuwa tutashughulikia ipasavyo. Kwa mujibu wa jeshi la Israel, wanajeshi walioko kusini mwa ukanda wa Gaza walishambuliwa kwa kombora siku ya Jumapili na kusababisha vifo vya askari wao wawili. Na kama hatua ya kujibu mapigo, Israel ilifanya mashambulizi ya anga ambayo kwa mujibu wa hospitali za ndani ya Gaza ni kwamba yamewaua Wapalestina 44. Katika hatua nyingine, jeshi hilo limetangaza pia kuendelea kukifunga kivuko cha Rafah kilichopo katika mpaka kati ya Misri na Gaza hadi pale watakapotoa taarifa ya kufungua. Ingawa katika kutekelezwa kwa makubaliano ya usitishaji mapigano, ufikishwaji wa misaada umeongezeka na sasa malori 600 ya misaada yanaruhusiwa kuingia Gaza kwa siku. Asante sana Suleiman Mwiru kwa taarifa hiyo. Wakati mapigano makali yakiendelea kati ya Urusi na Ukraine, Rais wa Marekani Donald Trump amemtaka mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukubaliana na masharti ya Urusi ili kumaliza vita. Zelensky aidha amesema yuko tayari kuungana na Trump na Rais wa Urusi Vladimir Putin kwenye mkutano wao wa kilele unaotarajiwa kufanyika Hungary ikiwa atapata mwaliko. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
Trump aliitoa kauli hiyo wakati alipokutana kwa mazungumzo na Zelensky, akipendekeza uwepo wa mpango wa usitishwaji mapigano katika maeneo ya mstari wa mbele wa vita na kumtaka Zelensky kukubali kuyaachia maeneo yaliyonyakuliwa na Urusi, wazo linalopingwa vikali na Zelensky. Vyanzo kadhaa vimesema Trump huenda alishawishiwa na Putin wakati walipozungumza kwa njia ya simu siku ya Alhamisi, ambapo kulingana na gazeti la The Washington Post, Putin alipendekeza Ukraine kuiachia mikoa ya Donetsk na Luhansk na kusalia na sehemu ndogo ya Zaporizhia na Kherson. Trump alitangaza pia kusitisha azma ya kuipatia Ukraine makombora ya masafa marefu ya Tomahawks, akisema kuwa nchi yake pia inayahitaji. Ni silaha kubwa na hatari, lakini tunapaswa kukumbuka jambo moja, sisi wenyewe tunazihitaji pia. Unajua, hatuwezi kuipatia Ukraine silaha zetu zote. Ni jambo lisilowezekana. Nimekuwa mwema kwa Ukraine na Rais Zelensky, lakini kwa hilo hatuwezi. Sitaki tupungukiwe silaha hizo na siwezi kuiweka Marekani hatarini. Aidha, Trump amesema atasimamia makubaliano hayo na kutoa hakikisho la usalama kwa pande zote, kauli iliyowachukiza maafisa wa Ukraine waliohudhuria mkutano huo wa Ijumaa. Kwa upande wake, Zelensky amemuomba Trump kumshinikiza zaidi Putin kumaliza vita, akisisitiza kuwa Urusi ina nguvu kuliko kundi la Hamas, hivyo itakuwa vigumu kufikia makubaliano ya amani, huku rais huyo wa Marekani akimsisitizia Zelensky kwamba Putin ametishia kuiharibu Ukraine ikiwa haitatii masharti hayo. Hayo yakiarifiwa, Urusi na Ukraine zimeshambuliana kwa makombora na droni usiku kucha. Moscow imetangaza kuwa watu wawili wameuawa katika eneo lake la Belgorod, huku Ukraine ikishambulia pia kiwanda cha kusindika gesi kusini mwa Urusi na kupelekea kusimamishwa kwa shughuli za kusafirisha gesi kutoka Urusi kuelekea Kazakhstan. Kwa upande wake, Moscow nayo ilifanya mashambulizi makubwa na kuulenga mgodi wa makaa ya mawe katika mkoa wa Ukraine wa Dnipropetrovsk. Ukraine pia imesema ilidungua droni zaidi ya 50 zilizorushwa na Urusi usiku kucha. Katika hatua nyingine, mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kukutana leo huko nchini Luxembourg kujadili mzozo wa Ukraine na ule wa Mashariki ya Kati. DW tunavuma kwa kishindo. Na asante sana kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Basi endelea kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Instagram. Vile vile basi tumechapisha taarifa mbalimbali, usisite kutuachia maoni yako. Tukisonga mbele na uchambuzi, kama ilivyo kwa Tanzania bara, visiwani Zanzibar na wanajiandaa na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Sudi Mnete amezungumza na mmoja kati ya waongoza safu ya makundi ya uangalizi wa ndani, Jamila Mahmud Juma. Yeye ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanasheria wanawake Zanzibar Zafela, nacho kina dhamana ya uangalizi. Na kwanza anajibu kwa nini hadi wakati huu wameshindwa kupata mtazamo wa wananchi kuelekea uchaguzi huo. Sisi tulishindwa kuanza hizi process kwa sababu ya tumechelewa kupata kile kibali chenyewe. Kwa sababu hata ulikuwa ukitaka kuingia katika nini unaweza kuamua kikwapi kibali, nani kakufanya hivyo. Wale ambao walikuwa wakikosoa kuhusiana na siku mbili za uchaguzi, mnavyoona hoja zao pengine za wasiwasi wa kutendeka haki hazina mashiko? Kusema kweli mimi naweza nikasema hazina mashiko, kwa kuzingatia kwamba kama tume watakuwa wanasema sahihi au watafanya kile ambacho wamekisema kwamba kura za siku ya mwanzo zitapigwa na watu ambao wametajwa kwenye sheria au kwenye kanuni, wale ambao wametajwa manake, basi zitakuwa ni sahihi. Kwa sababu mimi nakumbuka ni sisi wanaharakati tulichangia kuwepo na hiyo siku mbili za kupiga kura, kwa kulalamika kwamba siku moja inakuwa ni shida kwa baadhi ya watendaji ambao wako kwenye shift siku ya uchaguzi, wanakuwa ni shida. Ingawa wao wameanza na watu nusu, lakini nakumbuka kulikuwa kuna wafanyakazi hata wa mahospitali, kuna watu kwa mfano wako kwenye taasisi kama airport, wasiwasi wa wapinzani labda kutumika vibaya hiyo kura ya mapema. Hoja yao ni kwamba idadi ya wapiga kura pengine ni kama 700,000 na ushe ukilinganisha na maeneo mengine, kwa mfano upande wa bara huko ambako
zaidi ya watu milioni 30 wanapiga kura kwa siku moja. Iweje huku 700,000 tu na ushee wakapiga kwa siku mbili? Sasa huo ni utaratibu wa kila nchi, kila pahali ambapo umejikia, lakini hata huko bara mimi kuna baadhi ya watu nilishawahi kuwasikia wanasema kwamba hata na sisi tunahitaji hiyo kura ya mama. Kwa hiyo ni maoni ya watu na uhitaji wa watu. Nakumbuka kwamba ilikuwa tunapiga kura siku za weekend na sana ilikuwa ni siku ya Jumamosi au Jumapili, lakini kuna baadhi ya waumini wamelalamika wakasema kwamba hiyo ni siku kwetu ni ya ibada, tunashindwa kwenda kwa ajili ya kwenda kufanya ibada, na ikakubalika na this time tutapiga kura siku ya Jumanne. Changamoto ambazo mnakabiliana nazo ninyi mnakwenda katika uangalizi mnatazama ni zipi kwa ufupi tu? Ya sisi zaidi tumejikita katika ushiriki wa wanawake na vijana. Kwa hiyo tunataka kuangalia ushiriki wa wanawake ukoje. Tulianza katika mchakato mzima wa uandikishwaji. Pia tulipata fursa ya kuangalia katika masuala ya uteuzi wa ushiriki wa katika masuala ya kuingia katika hizi nafasi za uongozi, lakini sasa hivi ndio tunakuja kuangalia sasa kwenye uchaguzi wanawake wanazingatiwa vipi, ni changamoto gani ambazo zinawakumba wanawake kwa sababu wao ni wanawake, lakini na suala lazima la vijana pia, ushiriki wa vijana. Makundi maalum kama walemavu aliko katika ajenda zenu? Na watu wenye ulemavu. Nyinyi si mara kwanza kushiriki kwa uangalizi wa uchaguzi, sio? Ni mara ya kwanza kwa Zafela kushiriki kama Zafela, lakini tumekuwa huko nyuma tukishirikiana na Temco, Taseo, tulikuwa tunakuwa pato. Na yale mapendekezo yenu ambayo mlikuwa mkiyatoa wakati ule wa ushirikiano yalikuwa yakitekelezwa, yanafuatiliwa na wenye mamlaka? Tume. Inategemea, kuna vitu na nafikiri kwa uchache sana yameweza kufanywa kazi na mengine no. Naam, ni Sudi Mnete akiwa amezungumza na Jamila Mahmud, mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanasheria wanawake Zanzibar. Tukielekea sasa Sudan, mji wa Al-Fasher katika mkoa wa Darfur unazidi kuwa kitovu cha maafa makubwa ya kibinadamu baada ya mashambulizi ya droni na mizinga yaliyofanywa na vikosi vya kundi la waasi la RSF dhidi ya raia waliokimbia makazi yao. Mji huo ndio ngome ya mwisho ya jeshi la Sudan katika mkoa wa Darfur, huku mapigano yakitishia kuigawanya nchi hiyo kijiografia. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi. Wakazi wa Al-Fasher sasa wamegeukia mapango ya ardhini kujihifadhi kutokana na mashambulizi yanayoendelea dhidi ya madrasa, misikiti na vituo vya wakimbizi. Mji huo umekuwa ukizingirwa kwa miezi 18 na RSF na zaidi ya watu milioni 1 tayari wamekimbia. Waliobaki takriban 250,000 wanaishi kwa hofu ya mashambulizi au kulipiziwa kisasi iwapo mji utaanguka. Kwa mujibu wa wakazi na picha zilizothibitishwa na Reuters, watu wengi hujificha mchana, hawawashi taa usiku na hufanya mazishi tu alfajiri au usiku wa manane. Katika shambulio moja kwenye shule ya Abu Talib, watu 18 waliuawa wakiwemo watoto. Mashahidi walisema RSF haibagui kati ya raia na wanajeshi. Hata hivyo, RSF imekanusha madai hayo, ikidai maadui wake wamegeuza misikiti na hospitali kuwa kambi za kijeshi, huku jeshi la Sudan nalo likitumia droni. Katika video iliyothibitishwa, miili ya watu ilionekana ikitapakaa ndani ya kontena iliyotumika kama hifadhi. Picha za satellite kutoka maabara ya utafiti wa kibinadamu ya Yale zilionyesha alama za milipuko 6 kwenye majengo ya Dar al-Arkam. Mashirika ya kiraia yanasema watu takriban 30 hufa kila siku kutokana na njaa, magonjwa na mashambulizi. Mohamed Khamis ni mkazi wa kambi iliyolengwa katika mashambulizi ya RSF. Hii ndiyo hali ya watu waliokosa makazi yao. Hiki ndiyo kituo cha hifadhi ya waliokosa makazi. Watu wasio na silaha, wote ni wazee na watoto waliolengwa na drone za RSF, maroketi 6. Hizi ndiyo nyumba zao, nyumba za waliokosa makazi, na sasa ni mashahidi chini ya vitanda na juu ya vitanda. Mkurugenzi wa kanda wa shirika la afya duniani anayeshughulikia masuala ya dharura, Annette Heinzelman, anasema mashambulizi ya RSF yamesababisha visa vingi vya kiwewe. Tangu kuanza kwa mzozo huu kumekuwa na zaidi ya visa 15,000 vya kiwewe, na mfano wa karibuni zaidi katika wiki ya tarehe 14 Septemba kulikuwa na karibu wagonjwa 500 wa kiwewe waliohitaji matibabu mjini Al-Fasher. Wakati haya yakijiri, kiongozi wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan amesema yuko tayari kwa mazungumzo iwapo RSF itasalimisha silaha.
Ni sauti yake Thelma Mwadzaya. Tukamilishe safu ya uchambuzi. Makundi ya itikadi kali katika eneo la Sahel barani Afrika yameongeza mara mbili wigo wa mashambulizi yao katika miaka hivi karibuni, na sasa wanafanya operesheni katika eneo lenye ukubwa mara mbili la Hispania, hali inayosababisha vifo vya watu 77,000. Lilian Mtono ana maelezo zaidi kwa taarifa ifuatayo. Makundi mbalimbali yanayohusishwa na Al-Qaeda, hasa kundi maarufu la Group for the Support of Islam and Muslims pamoja na lile la dola la Kiislamu IS, sasa yanashambulia karibu maeneo yote ya Mali na Burkina Faso, kutoka magharibi mwa Niger na Nigeria hadi mpakani mwa Senegal. Haya ni kwa mujibu wa utafiti wa shirika la habari la AFP wa miaka 6 kuhusu operesheni zilizorekodiwa na shirika huru linalofuatilia waathirika wa migogoro duniani ACLED. Charlie Webb, mchambuzi kutoka taasisi ya Aldebaran Threat Consultant, alionya kwamba mgogoro wa kiusalama katika eneo la Sahel ni tata na hauna suluhisho la haraka. Idadi ya mashambulizi ilipanda kutoka 1900 mwaka 2019 hadi zaidi ya 5500 mwaka 2024. Tayari mashambulizi 3800 yameripotiwa mwaka 2025 hadi Oktoba 10 na kufanya jumla ya mashambulizi kufikia 28715 katika kipindi cha takribani miaka 6. Upanuzi wa Al-Qaeda hadi magharibi mwa Mali na kusini mwa Burkina Faso na wa dola la Kiislamu hadi magharibi mwa Niger na Nigeria unamaanisha kuwa makundi ya jihadi sasa yanafanya operesheni katika eneo lenye ukubwa wa zaidi ya kilomita milioni 1 za mraba, mara mbili ya ukubwa wa Hispania. Kiini kingine cha machafuko kipo karibu na ziwa Chad, mashariki mwa Nigeria, ambako Boko Haram na tawi la dola la Kiislamu la Afrika Magharibi ISWAP yanaendesha shughuli zake. Kwa mujibu wa makadirio ya Umoja wa Mataifa, Al-Qaeda na dola la Kiislamu wana jumla ya wapiganaji 7,000 hadi 9,000, huku ISWAP ikikadiriwa kuwa na wapiganaji 8,000 hadi 12,000. Zaidi ya watu 20,000 wameuawa nchini Nigeria, lakini Mali na Burkina Faso ndizo zimeathirika zaidi, zikichangia 56% ya vifo vya ukanda huo. Zikiwa chini ya utawala wa kijeshi, nchi hizi mbili zimefukuza majeshi ya magharibi, hasa vikosi vya Ufaransa katika miaka ya karibuni. Mikakati yao imejikita katika nguvu za kijeshi, lakini anasema Webb, matokeo yake hayajawa bora na katika hali mbaya zaidi yameleta athari hasi. Mamlaka za kijeshi zinaonekana kushindwa kudhibiti kuongezeka kwa ushawishi wa wapiganaji wa jihad, hasa kutokana na kutojikita kushughulikia sababu za kijamii na kiuchumi za ukosefu wa usalama. Tangu mwaka 2019, tawi la Al-Qaeda katika Sahel limepanua mashambulizi kutoka kaskazini mwa Burkina Faso na sasa limeizunguka Ouagadougou, likitishia mawasiliano na nchi jirani za Ivory Coast, Togo na Mali. Na kitambulisho hicho, msikilizaji.